Singeenda China, ingekuja kwako. Wewe ungejenga, ungemlipa fundi angenunua simenti kwenye duka, mwenye duka angeagiza gari mletee, pesa ingezunguka miongoni mwetu, inakwenda kuzunguka China, kwa sababu tuna watu hawana akili. Viongozi magunia. Tulikuwa tunalima Tanga, kilimo cha mkonge Tanga, kilimo cha mkonge Mtwara na Lindi. Tunatengeneza magunia ya kubebea viazi, ya kubebea kahawa. Leo tunaagiza kutoka India. Mtajengaje huo uchumi? Tuna watu waliochoka ambao hawataweza. Na kiwandani ndio anaajiriwa mtu asiyekuwa na elimu na mwenye elimu ya juu. Kiwandani ataajiriwa injinia, lakini atakuwa na mama ntilie pale anayewauzia watu wa kiwanda chakula. Kiwandani ataajiriwa technician, lakini ataajiriwa na mbeba mizigo anayepakia kwenye maroli, ataajiriwa na dereva. Kama huna viwanda, huwezi kuajiri watu wako. Ndio maana mnasomesha watoto kwa mikungu ya ndizi. Wamemaliza shule, hazina walimu, lakini serikali inawaambia haina uwezo wa kuajiri. Hivi mnanielewa? Hiyo serikali ambayo haina uwezo wa kuajiri, unasikia ripoti ya CAG inasema kumekuwa na matumizi ya hovyo ya serikali yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Afande, bilioni unaijua? Bilioni moja ni milioni 1000. Yaani ukichukua vijana 1000 ukawapanga, kila mmoja ukampa milioni, ndio bilioni moja. Serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Ndio haya mnayosikia goli la mama, na unakuta eti mtu yuko huku na yeye anasema sisi tumeshinda goli la mama. Yuko kwenye kijiwe Karagwe hapo, hajui hata atakula nini. Nani aliyewaroga ni wa Tanzania? Eti sisi tumepata goli la mama. Mchina anakuja hapa anapewa mgodi wa dhahabu akiwa na mtaji wa bilioni 2. Hizo bilioni 500 na kitu zilizopotea, ukiunda vikundi vya vijana ukawapeleka Geita wakachimba dhahabu, vijana wa Kitanzania watatajirika. Mwenzako akitajirika, akinunua gari atakuajiri wewe kuwa dereva, au atakuajiri kuwa mlinzi, au atanunua nyanya kwako. Leo zinatoka zinaenda China kwa sababu tuna watu wasiokuwa na uwezo. Ndugu zangu Karagwe, ninawaomba sana mtuunge mkono. Kuna mateso mengi, ninayaelewa. Najua mnavotishwa, na mimi natoka mpakani. Mimi ni babu yenu, natoka Tarime. Mtu ambaye ana kichwa kigumu kama mimi anaambiwa ni Mkenya. Nyie hapo mnaambiwa ni Warundi, si Wanyarwanda. Uongo kweli? Mnanyimwa NIDA ili muogope. Huu ujinga tutaukomesha tukiingia madarakani. Hii vita sio ya kukatia tamaa, ni kusonga mbele. Kanchi kadogo kama Rwanda wanatuuzia sisi maziwa Enoro. Uongo kweli? Rwanda hawana hata ardhi ya kuchunga ng'ombe, wanafugia huku, wanatuuzia sisi maziwa. Sisi tunaagiza ngano kutoka nje, tunaagiza ngano kutoka Ukraine ya bilioni 500 na kitu kwa mwaka. Vijana wetu hawana ajira. Watoto wa Kitanzania wanachohitaji ni mitaji na soko. Uwape trekta, uwaoneshe mashamba, uwape masoko, walime, watajirike, waendeshe uchumi wao. Serikali haina uwezo. Hawa watu wanatufanya maskini, wametuumiza kwa muda mrefu. Miaka 63 inatosha. Nimekuja kwenu na ujumbe ili tubadilishe hali hii. Wote lazima tuseme no reforms, no election. Tunaelewana vizuri? No reforms, no reforms, no election. Bila mabadiliko ya sheria hakuna uchaguzi nchini. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Tumekuja na form zinaitwa petition, form za madai. Petition ni kizungu. Najua nyewe haya mlisoma zamani. Sasa leo mkoa wenu ambao ulisoma siku nyingi umekuwa tena ni maskini namba 3 kwenye nchi, pamoja na kuwa na maji, pamoja na kuwa nickel. Sasa sisi Wakuria tumesoma zaidi yenu. Sasa mnisikilize hapa, niwape elimu. Hii elimu baba yangu alilipia, mimi nawapa nyie bure.
Takiwa mnilipe hapa kwa elimu inayo. Sawa nyie babu zangu? Mnanisikia vizuri? Hii inaitwa petition. Petition ni madai. Tunahitaji saini za Watanzania milioni 15 wanaopinga wizi wa uchaguzi. Unaandika hapa jina lako, unaweka saini yako na namba yako ya simu. Hata maaskari wapelekeeni, nyie viongozi, kimya kimya majumbani wa saini. Hawataweza kuchambua huyu ni askari sio askari. Nao hawataki wizi wa uchaguzi. Uongo kweli? Tunaelewana vizuri? Msaini hapa. Tukipata saini milioni 15 tunazipeleka Umoja wa Mataifa kuambia Watanzania wamekataa wizi wa uchaguzi, walazimishwe kuleta uchaguzi huru na haki hapa.